Masaa kama haya tutaenda kushiriki neno kuhusu honor to God, ama honoring God. Honoring God ama the fear of God. Yani fearing God, honoring God. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaenda kusoma kutoka kitabu cha Jeremiah from chapter 7 from verse 2 to 11. Jeremiah 7 2 to 11. Nilikuwa nasoma hiyo maandiko na ikanishangaza sana. Maana ile mambo inafanyika hata saa hii kanisani, kuna wakati ilikuwa inafanyika, na ilikuwa wakati wa prophet Jeremiah. Nani amefika hapo? Jeremiah 7 chapter 2 to 11. Jeremiah 7 2 to 11. Nikipata mtu wa kunisomea. And there proclaim this message. Hear the word of the Lord, all you people of Judah, who come through these gates to worship the Lord. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Reform your ways and your actions, and let you live in this place. Do not trust in verse 4. Do not trust in deceptive words and say, this is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. If you really change your ways and your action and deal with each other justice, if you do not oppress. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikimalizia inasema, Mungu anasema I am watching. He is watching. Even now God is watching. Kitu ya ajabu ilikuwa inanishangaza pale ni kwamba Mungu anaambia Jeremiah, simama kwa mlango. Unaona vile Awahasha anasimama kwa mlango. Mungu anaambia Jeremiah, enda usimame pale kwa mlango. Na uambie watu wenye wanaingia mahali hapa kuabudu. Wanaingia kufanya nini? Kuabudu. Na wakiingia kuabudu hawako sawa na Mungu. Na Mungu anaambia Jeremiah, waambie wabadilishe mienendo yao. Amend your ways and deeds, and I will cause you to dwell in this place. Leo tumefunzwa opposite sana. Kwa hivyo mtu akikosa kuamend his ways and his deeds, God will cause them not to dwell in this place. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa nashangaa, maana wakati huo neema haikuwa, the grace of God yenye iko sahihi. Na hiyo mambo ilikuwa inafanyika huo wakati. Watu walikuwa wanaenda wanafanya nini? Hiyo mambo yote imesemwa mahali pale. Hawa watu vile walikuwa wanafanya. Sikilizeni neno la Bwana, ninyi nyote wa Yuda, mnaoingia malangoni haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu. God is concerned about our ways and our deeds. Unatembea aje? Kwa mwangaza unaweza kuwa mtu mzuri, lakini wakati giza inaingia unakuwa mtu mwingine. God is saying, I am watching. God is watching. Matendo yenu, kama hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake. Yani, let there be justice in your judgment. Wakati mwingi tunapenda kusimama na wale watu they are favoring us. Hata kama kitu ni wrong, tutasimama na yeye na tuseme ni right, because tuna show favoritism. Lakini Mungu anasema kwa jirani na mwenzake tufanyiane mambo ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Amonei mgeni wala yatima wala mjane wala
kumwaga damu isiyo na hatia, wala kuifuata miungu mingine na hasara yenu wenyewe. Maandiko inasema watu wenye wanafanya hiyo mambo yote, uko pale nje, uko na miungu mingine, ukipatwa na shida huwezi ambia mchungaji wako, unaenda kutafuta muombezi na uko na unaenda usiku ndo usijulikane, hiyo ni miungu mingine. Na Mungu anasema sikizeni, nyinyi mnaoenda kutafuta miungu mingine, nyinyi mnaotesa mayatima, sikizeni neno la Bwana. Na neno la Bwana linasema aje? Turekebishe njia zetu na turekebishe mienendo yetu. Hao watu walikuwa wanafanya hiyo mambo yote, na Jumapili ikifika ama siku ya kanisa ikifika, wanavaa vizuri kama vile nimevaa siku ya leo, na wanakuja wakikaa wakinyenyekea na wakikuwa na upole mbele za Mungu. Ilhali ile mambo wamekuwa wakifanya haimpendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wanasema aje? This is the temple. Wanasema aje? Mkisema, yaani wameongea maneno ya uongo hiyo yote. Mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, ndio hekalu ya Bwana ndio haya. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na mienendo yenu, kama mkihukumu kwa haki kati ya mtu na jirani yake, kama mmonei mgeni wala yatima wala mjane, wala kumwaga damu isiyo na hatia kwenye hasara yenu. Yani all those things ukifanya, you do for your own loss. You will have wasted your time. Hata usikuje, wewe enda huko uabudu hiyo miungu na uweke tumaini yako hapo. Lakini wakati uko huko nje, bado uko huko ndani, unataka kuonja mambo ya ulimwengu, bado uko huko hapa kanisani unataka mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia kitambo, watu walikuwa wanaheshimu kanisa, na watu wamekuwa wakiheshimu madhabahu sana, na mahali panaitanishwa na Mungu. Na I have seen hiyo, nimeiona hata hapa Bethel. Mlevi anapitia pale na anataka kukuja, anataka nimuombe, na anakuja. Na namwambia nasi tuingie kanisani tuombe. Yaani anasikia hapana, mimi sistahili kuingia. Wewe wacha tukae tu hapa nje, tuongee hapo nje, uniombee nikiwa hapa nje. Why? Because they respect the house of God. Lakini kuna watu wangendu, kwa ndo wangendu bio. Ibinda nyena ni ibinda ya muminukilio. Na medhiwe mea ngendu bio. Mtu anaenda anafanya mambo yake huko, alafu anataka kuja on Sunday, Alex, atuongoze hapa na Mungu ashuke. Bwana Yesu asifiwe. Hana ile woga ya who is this God I am serving? Who is this God I have come to praise him? Who is this God? Ataelewa bado ni Mungu gani. Maana ndiye alikuwa nyakati zile, na ndiye ako sasa, na ndiye atakuwa na habadiliki. And God is seeking for honor for his name. God is seeking the respect for his name, and where his name is called upon. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kabla hujakuja kwa ibada, na hata wakati saa hii tuko hapa kwa ibada, njia zako na Mungu ziko aje? Maana hata kama hakuna mtu anakuona, maandiko imetuambia that verse 11, God is doing what? Is watching. Na hata ukisoma in the book of Proverbs chapter 15 verse 3, maandiko inasema aje? Ni mstari tunaijua vizuri. The eyes of the Lord are in every place. Are in every place. Doing what? Seeing the evil and the good. Bwana Yesu asifiwe. The eyes of the Lord. The eyes of the Lord. Ile kanisa kubwa Mungu anataka ukweli na utakatifu ni kanisa ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that our bodies are the temple. Kwa hivyo temple is not this building.
Temple is your heart. Temple is my heart. What is the state of your heart? Na maandiko inasema mwenye anaharibu hiyo hekalu, mwenye anaharibu mwili wake kwa mambo yasiyofaa, nini itamfanyikia? That is in Corinthians, 1 Corinthians. Mwenye anaharibu mwili wake ambayo ni hekalu la Roho Mtakatifu, maandiko inasema ya kwamba God will destroy him. Bwana Yesu asifiwe. God will destroy. Mungu wetu ni mvumilivu, si mwepesi wa kukasirika, na anatuvumilia siku baada ya nyingine. Na ndio maana anatuongelesha siku baada ya nyingine, maana anatafuta miili yetu ikakuwe mahali pake anapoweza ishi, mahali pake anaweza kufanya makao yake, according to John 14:23 and 24. Maandiko inasema, if a man loves me, if a man loves me, I will love him, and we will come with the Father and make a dwelling in that person. Kwa hivyo tutoe mawazo yetu kwa hii building. The church is not this building. The church is you and me. And the head of that church, Bwana Yesu asifiwe. The head of that church is who? Jesus Christ. So the head of your life, mwenye anafaa kuwa anatoa amri na sheria katika maisha yako, anafaa kuwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Let us amend our ways. God is interested tubadilike. Tuache mambo ya giza, mambo ya uovu. Tumuogope yeye jinsi alivyo mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hawa wana wa Israeli ama wana wa Yuda wakirekebisha njia zao wataweza kuishi. There are many premature deaths. And those premature deaths are as a result of not honoring God, not fearing God. Na Mungu anafanya nini? Anamalizana na wewe. Because Mungu wetu adhiakiwi. Our God is not mocked. Praise the Lord. Na kuna mahali tuliguziwa asubuhi about tuliguziwa siku ingine about the sons of Korah. Walikuwa wamepewa, they were Levites, na kuna ile kazi walikuwa wamepewa ya kudumisha hekalu. Na pia wakakaa na hawakutosheka na hiyo position yao. Wakataka pia kuwa makuhani. Yet God had said Aaron and his sons, they should be priests and serve him. The other Levites were to watch over the house, to prepare the sacrifices and everything. But priesthood ilikuwa imepewa the house of Aaron. Now our sons of Korah wakakuwa na tamaa. Hawakutaka watosheke na what God had given them. Na hiyo utaenda kusoma in the book of Numbers 16 from verse 1. Na Mungu akakasirika na wao, na hawakuwa wakufe. Shida yao ni vile walitaka kujiinua kuliko sheria za Mungu. And what happened to them? I believe we know that story. Mungu alisema ya kwamba atajionyesha, na akaambia Moses and Aaron, "Ninyi kaeni kando, nataka nimalizane na hawa watu." And Moses was there pleading for them, hata kama walifanya hivyo. Na juu ilikuwa jambo zito kwa Mungu, na Mungu hiyo dhambi angeadhibu kwa kuwamaliza. Musa akawaambia, hawa watu wakikufa kifo ambacho ni cha kawaida, hiyo haitakuwa Mungu. Lakini wakikufa kifo ambacho ni si cha kawaida, ni ghadhabu ya Mungu juu ya maisha yao. And we know what happened. Korah, Dathan, Abiram wakaambiwa, nyinyi nyote kujeni. Kujeni na kina nani? Bibi zenu. Bibi walikosea mahali? Hapana. The wives hawakukosea mahali. Your sons, watoto walifanya ni makosa gani? Hakuna makosa walifanya.
Ni baba zao walifanya makosa. Na wakaambiwa wakuje na vitu zao zote. And they was there standing. The Lord, yani they had. Hii nchi iko na masikio. Bwana Yesu asifiwe. They had opened its mouth. And they were all swallowed and they were all buried. That was untimely death for them. And why? It is because they did not honor God and they did not honor his servants. Bwana Yesu asifiwe. Pia kuna mtu mwingine who did not honor God and he also died untimely death. Na huyo mtu alikuwa anaitwa Uza. Uza alikuwa mtu ambaye when the Ark of Covenant ilikuwa inarudishwa Jerusalem. Na sheria za Mungu zilikuwa wenye wanafaa kubeba na kushughulikia sanduku la agano walikuwa wakuete priests. Bwana Yesu asifiwe. The Levites. Hao ndio Mungu alikuwa amechagua to handle the Ark of Covenant.